end of Gikomba, or what? The government also says that it is in the move of, the redevelopment urban plan right here in the Republic. And of course, many others, hundreds of people have come out in large numbers saying that they are jobless right now. But the government says that it strategizes as much as possible to make sure that they are well accommodated, rather. And of course, even as we speak of this particular point in time, there are many things that are really happening at Gikomba right now, on the shoe market that was demolished. Traders coming out and realizing that shop zao ziko imekuwa noma sana. And of course, a section of Gikomba shoes market sector was demolished overnight by county authorities following the lapse of an eviction notice. The demolition is in the line with the county's effort to reclaim riparian lands. The operation carried out overnight under tight security saw traders wake up to flattened stalls and scattered merchandises, as well as marking a significant disruption in one of the city's business informal trading hubs. Is it end of Gikomba? Of course, as state demolishes market for modern look. We'll get to see that, whether we will be able to achieve that or not. But by the end of the excesses of all this, we'll be able also to understand if there are people that have lost their merchandises and their property, what can be done and what is the best suitable way that this can be achieved. Ladies and gentlemen, the conversation still narrows down to traders that have been affected. This morning, we'll be joined in by two traders who are actually part and parcel of the distribution of all these, and they'll share with us their opinions in regards to this demolition and what is the biggest, the biggest challenge they're facing right now, even as they try to re-strategize and making sure that everything works out in the better way possible. As we speak about this, what is your comment about the same? The government also re-strategizes as much as possible to ensure that this is in the line of the modern plan. Will it come to life? Let's wait and see about that. Hinga also says that, of course, gava itamakinika jinsi wezavyo kuhakikisha kwamba everything is taken into consideration. Join us in the conversation across our social media platforms. I think it's a good idea, but there comes a disconnect when some of these things are done at night, or they are done in a way that people feel like they are not involved or like consulted and all that. So in my opinion, it's a good thing, yes, but the process now is the challenge. Hii demolition ilifanywa usiku. In the midst of that, kuna watu walitake advantage, wakuja wakawaibia vitu zao zenye zilikuwa. Sasa trader akija asubuhi anapata vitu zake zimebomolewa, na kando na kubomolewa vitu vingine vimeibiwa na hana mahali pa kwenda. Alafu nikasikiza jana PS akisema kwa runinga fulani kwamba mahali ambapo walikuwa wahamishiwe walikuwa walipa 5,000. Lakini kama umesikia amesema wa saizi kuna mtu anawaitisha 7,000. Kwa hivyo vitu kama hivi serikali ilifaa kwanza iangalie. Ndio tunataka kufanya hili. Tunataka kuhakikisha kwamba watu hawako karibu sana na mto, lakini pia tunataka kuwatengenezea soko nzuri. Lakini kabla hatujafanya hivyo, kuna watu ambao wanafanya kazi hapa. Na kuna watu ambao wanategemea kufanya kazi hapa, kama like that's how they earn their money every day. Hivyo ndivyo wanavyopata chakula chao kila siku. Kwa hivyo ndio tuweze kuwatoa, tuhakikishe kwanza kwamba tukiwatoa hapa tutawaleta hapa. Tumeshatengeneza kila kitu hapa, kiko tayari. Kwa hivyo tu watachukua vitu zao watoke hapa waje hapa. Lakini kwa sababu hilo halikufanyika. Je, mna imani kwamba serikali itatekeleza? Au unajua imani kuwa nayo ni 50-50. Uweze kukua 100% sure, kwa sababu hii kitu masaa yenye imefanyika hakuna data yenye imechukuliwa kwanza kulingana sasa wewe na mimi na yule mwingine wenye tuko pale. Huyu vitu zake ngapi zenye zimeenda? Huyu nini imepotea? Kwa sababu masaa yenye imekujia wangekuja na mwongozo wakuja waseme sasa mimi kama Pius uko na mali kiasi hii yaandikwe. Na wakwambie kwamba ukitolewa hapa utaenda mahali fulani ambao utalipa hii karama. Nianze kujipanga, kwa sababu hii mambo CS alisema mwezi wa 5 last year akasema watahamishwa kwa watu wenye inspection, wengine wako kwa Riberian. Watashongeshwa. Kumbuka Gikomba imebeba watu zaidi 5,000 pale. Na mahali penye wanapelekwa pale ni karibu hata haiwezi fika eka moja. Na hao wanataka kwa access. Gikomba inachukua karibu 16 acres. Ukipeleka mtu kwa eka moja, 2, 3, 16 acres kitu inaweza kwa accommodate watu 5,000 kwenda juu. Na kila mtu ako na vitu zake. Wataingiaje pale? Na hao watu pia ni watu mahali unapeleka pale tena kuna wengine. So commotion wataanza hata vita.
kujua huyu alipomolewa hizi, huyu alipomolewa hizi, huyu alipomolewa hizi, hata kama itakuwa the compensation. Kwa sababu ndio nasema 50-50, sielewi kwa sababu kila mtu ataclaim kitu yake, ule mwenye alipomolewa kikubwa kidogo, sababu hawakuja na record hiyo soko tuko na leadership. Kuna machama, kuna watu pale wanaweza kwa kujukua records, wachukue kila kitu na watupee uchumbe. Unajua kila mahali kuna directives. Unaambia viongozi ya kwamba kesho tunakujia watu wako. Kweli. Na wanakuja kutuambia Chipangeni kesho kuko hivi kuko hivi. Kwa nini hata hao structure ya hiyo kisoko haikupata ujumbe mapema ya kwamba kesho kuna mkesi vitu? I can't imagine how that night was, and I believe, of course, we are hoping for the best. Watu waliumia sana. Unaumia kwa mali yako. Unatoka pale, watu wengine walikongwa meno, wengine walikongwa kwa hospitali, na anakongwa na mtu ambaye anaimuipia. Na huyo tena anasema yeye anamuipia yeye. Hakuna mwenye atakuja kuanza kutofautisha kusema nani mwenye vitu, kwa sababu hakuna pale. Kama ukisema hii kikombe ni yangu, anasema leta receipt. Serikali inataka receipt. Na wewe umekuwa pale miaka ukiuza. Na unataka risiti usiku sasa hivi.